Unaambiwa mchungaji huko kaamua wafungukie waumini wake, anawaambia waumini, nadhani mnajua kanisa letu limetoka wapi. Lilikuwa la mabati. Juhudi zenu na michango yenu mpaka sasa kanisa limekuwa kubwa. Juhudi zenu na michango yenu mkaona mninunulie baskeli mchungaji wenu niwe na wai kanisani. Maana mchungaji wenu nilitokea maisha ya shida sana. Mwisho wa siku mkachanga, mkaninunulia pikipiki, mwisho wa siku mkaninunulia gari. Lakini mpaka sasa namiliki majumba ya kifahari. Leo ndawafafanulia kitu kimoja. Yaani ni bora ukabetting kuliko kutoa sadaka, kwa sababu ukitoa sadaka unamfahamu anayekula ni nani. Zile pesa haziwafikii maskini wala yatima. Ni bora ukibeti, yule mwenye betting kadi unavyoendelea kubeti, ipo siku atakuonea huruma. Ndio maana unaona mtu anashinda milioni 10, milioni 20, milioni 30. Sasa haiwezekani mimi mchungaji nitake gari waumini zangu mnichangie, nyinyi waumini mkitaka gari eti muombewe. Sijafanya ujinga huo. Kwanza waumini wote mnapoondoka hapa mtaondoka na 500,000 baada ya kumaliza ibada. Alafu waumini zangu wote na wapiga viwanja. Waumini wakaanza, baba sema Mungu anakuona na waumini wako. Baba hata ukipumua tu tunasema amina. Akasema hapa duniani ukisikia mtu anakwambia mtolee sadaka Mungu, huyo anakuongopea. Mungu hajawahi kutaka sadaka ya mtu. Vyote unavyoviona duniani vya kwake. Ila kinachoendelea duniani ni propaganda za watu, kila mmoja anakula kutokana na ujinga wa mwenzie. Watu wakawa wanashangaa. Sitaki kesho nimefika huko Mungu akaniuliza, kwa nini ulikuwa unaibia watu zangu? Tunemeke wote waumini zangu. Watu vigelegele unaambiwa. Naambiwa vimeumana kwa mchungaji na waumini.